Karibu katika kipindi chetu cha leo, na leo tutaangazia namna ya kusajili, jinsi ya kusajili kampuni hapa Tanzania. Majina yangu naitwa Philemon Lwegasira Bagoka, ni mshauri wa biashara, pia ni mwelimishaji wa masuala ya fedha aliyeidhinishwa na BOT Academy. Na kwa leo nitaelezea namna ambavyo unaweza ukasajili kampuni yako hapa Tanzania. Nitaanza na maana ya kampuni. Kampuni tunasema ni mjumuiko wa watu wawili au zaidi wenye nia ya kufanya biashara na kusajili mjumuiko huo chini ya sheria ya kampuni au ya sheria ya makampuni. Zipo aina za kampuni. Aina za kampuni zipo ambazo unazijua ni kampuni za binafsi ambazo tunaita private limited company. Pia zipo kampuni za umma tunazoita public limited company. Pia zipo kampuni za kigeni ambazo tunaita ni foreign limited company. Kama nilivyoeleza katika kipindi kilichopita, nijaribu kueleza kila aina ya kampuni. Hebu tuangazie faida ya urasimishaji wa kampuni au usajili wa kampuni. Faida ya kwanza, unaposajili kampuni unakuwa umeipatia utu wa kisheria biashara yako. Kiwe sajili kama kampuni, maana yake kampuni ina uwezo wa kufanya biashara na ikasimama kama mtu. Maana yake tunasema ni legal entity. Kwa Kiingereza tunasema legal entity. Ina uwezo wa kufanya biashara, ina uwezo wa kumiliki mali na ina uwezo wa kushtaki au kushtakiwa. Kitu cha pili tunasema ukisajili kampuni inatambulika na taasisi za fedha. Kwa ukiwa na usajili wa kampuni pia unaweza kufungua account kwenye taasisi za fedha au benki na ukaitumia kwa ajili ya kupitisha fedha katika au kufanya malipo mbalimbali kupitia akaunti hizo za fedha. Tatu, unaposajili kampuni unakuwa na fursa za kupata mikopo kutoka kwenye taasisi mbalimbali za fedha. Hiyo ni moja ya fursa ya kupata mikopo. Kampuni inakuwa inaaminika zaidi tofauti na mtu mmoja. Pia kiwango cha mkopo unachoweza kukipata unapokuwa na kampuni kinakuwa kikubwa kulinganisha na mtu binafsi. Nne, tuangazie faida nyingine ni kupanua wigo wa kufanya biashara. Hasa tunaongelea biashara kubwa. Unapokuwa na kampuni unaweza kupanua wigo wa kufanya biashara mpaka ukafanya biashara ya kimataifa. Na faida nyingine ni rahisi kujitangaza. Unapokuwa na kampuni umeisajili kisheria na uwezo wa kujitangaza, kufanya matangazo katika televisheni, katika mitandao ya kijamii na katika kwa njia mbalimbali, na wewe ukaweza kuongeza mauzo yako ya biashara yako. Tuangazie vitu vya msingi au nyaraka muhimu unapoenda kusajili kampuni yako. Moja ya nyaraka ya msingi katika kusajili kampuni tunaita katiba. Moja ni katiba ya kampuni ambayo tunasema ni Memorandum and Article of Association. Wengine wanapenda kuita MEMAT. Hii ni katiba ambayo inaongoza namna ambavyo unaendesha biashara yako ya kampuni, ambayo ina sehemu kuu mbili, ambayo sehemu ya kwanza tunaita ni Memorandum of Association na sehemu ya pili ni Article of Association. Kwenye Memorandum of Association humo kuna kazi ambazo unaenda kuzifanya. Zile kazi ambazo unaenda kuzifanya unasajili zinakuwa kwenye upande wa Memorandum of Association. Pia kwenye Memorandum of Association kuna mtaji ambao umeusajili ili kuweza kufanya biashara hapa Tanzania. Kitu cha pili pia kinachotakiwa ni fomu ya uadilifu. Unapoenda kusajili kampuni lazima utajaza fomu ya uadilifu ya wakurugenzi ambayo imeeleza wazi taratibu ambazo wakurugenzi wanapaswa zifuate wanapokuwa wamesajili kampuni. Na nyaraka ya msingi pia ni fomu ya majumuisho ambayo tunaita consolidated form, ambayo ina taarifa zote za usajili wa kampuni, ikiwa na maana taarifa za wakurugenzi, ikiwa ni taarifa zote za wakurugenzi, ikiwa na pamoja na namba za NIDA, ikiwa na pamoja na email, namba za simu, anwani zao. Hizi taarifa zote zinakuwa kwenye consolidated form. Hizi nyaraka tatu za msingi ambazo zinatumika katika usajili wa kampuni, ambayo kwanza ni katiba ya kampuni ambayo tunaita Memorandum and Article of Association ambayo tunaita MEMAT, fomu ya maadili inaitwa ethics form, na fomu ya majumuisho tunaita consolidated form. Na baada ya hapo sasa tuangazie vigezo ambavyo vinatumika ili kuweza kusajili kampuni yako hapa Tanzania. Kwanza lazima uchague jina la kampuni. Kwa hiyo utachagua jina la kampuni ambalo utalisajili kisheria, ambalo hilo jina liwe halijawahi kusajiliwa. Kigezo cha pili, waombaji ambao ni wakurugenzi wawe ni wa Tanzania. Kigezo cha tatu, au wakurugenzi wawe na zaidi ya miaka 18. Kigezo cha nne, wakurugenzi wawe na namba za NIDA. Kigezo cha tano, wakurugenzi pia wawe na namba za simu. Kigezo cha sita, wakurugenzi wawe na barua pepe binafsi ambayo tunasema ni emails.
na kigezo cha 4 wawe na anwani ya eneo la biashara, ikiwa na maana ya mtaa, kata, wilaya na mkoa, na eneo ambalo lipo karibu na eneo, alama ambayo ipo karibu na eneo la biashara, ambayo inaweza kawa shule, inaweza kawa hospitali au kituo cha polisi. Utabainisha kwenye anwani ya biashara ambayo tunaita physical address. Pia tuna kigezo kingine ni anwani ya wamiliki au tunasema wakurugenzi wa kampuni. Au wakurugenzi anwani zao za makazi lazima waonyeshe mtaa, kata, wilaya na mkoa, na alama zilizopo karibu kwenye maeneo wanayoishi. Hivyo ni vigezo ambavyo vinatakiwa ili kuweza kusajili kampuni. Tuangazie hatua za usajili wa kampuni yako. Ili uweze kusajili kampuni yako, na kwa sasa msajili wa makampuni amerahisisha uwezekano wa kusajili usajili wa makampuni. Usajili huu unafanyika kupitia kwenye mfumo kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ambapo unapata cheti cha usajili. Hatua ya kwanza sasa utabidi utembelee tovuti ya msajili wa makampuni, msajili wa biashara na makampuni ambayo tunaita BRELA. Utatembelea tovuti yao ambayo ni www.brela.go.tz. Baada ya kufungua kwenye tovuti hiyo, utaangalia sehemu inayohusika na usajili wa makampuni kwenye mfumo unaitwa BRELA Online Registration System, kwa kifupi tunaita BRELA ORS. Baada ya kuona eneo hilo ambalo linahusika na usajili, utaweza kulibonyeza na kuunda account yako. Una create account. Ili kuweza kuunda account utahitaji uwe na vitu vifuatavyo. Utahitaji uwe na namba ya NIDA, utahitaji uwe na email, utahitaji pia uwe na namba ya simu. Baada ya kuunda account, kuna ujumbe utaenda kwenye email yako na utakuwa unaonyesha username na password ambayo utaenda kuiweka ili uweze kuingia kwenye account yako. Basi baada ya kutumia hizo taarifa kuingia kwenye akaunti yako, utaweza kujaza taarifa za msingi. Utaweza kuunda ombi jipya la usajili wa kampuni na utajaza taarifa za msingi zote kama nilizoainisha awali ili uweze kukamilisha ombi lako la usajili. Baada ya kujaza taarifa zote kikamilifu, utahitaji kuzitoa taarifa hizo. Tunasema una generate hizo form, unazitoa ili uweze kuzisign. Utahitaji pia uwe umesaini memorandum na imesainiwa na mwanasheria na imesainiwa na mwanasheria na wewe pia umesaini. Alafu utahitaji uwe umesaini hiyo form ya maadili ambayo tunaita ethics form. Utahitaji pia umesaini form ya majumuisho ambayo unaizalisha kutoka kwenye mfumo ya consolidated form. Baada ya hizo form zote umesaini, utahitaji kuzipakua, unazi-upload kwenye mfumo. Baada ya kukamilisha kuzi-upload, basi utazalisha namba ya malipo inayoitwa control number. Baada ya kulipia control number, basi utasubiri msajili aweze kupitia ombi lako na utakuwa umekamilisha ombi lako la usajili wa biashara. Kuweza kujua zaidi, unaweza kutembelea ofisi za msajili wa biashara na leseni na makampuni ambayo ni BRELA ukaweza kupata taarifa zaidi, au unaweza kutembelea tovuti ya www.brela.go.tz ili uweze kujua zaidi. Baada ya usajili sasa utatakiwa uwe na masibu ambayo atakukadiria kodi ya mapato ili uweze sasa kuweza kupata TIN tax clearance kwenye mamlaka ya kodi ambayo tunasema kwa Tanzania ni Tanzania Revenue Authority, ni TRA. Baada ya kukadiriwa kodi na kulipia kodi utaweza kupata TIN na tax clearance, na baada ya hapo sasa unaweza ukaomba leseni ya biashara na kuweza kuanza biashara. Ukiwa na unahitaji kusajili biashara na unahitaji usaidizi, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba ya simu 0682 188 au pia unaweza kutembelea kwenye mtandao yetu ya kijamii, mtandao katika Facebook, Instagram, TikTok, Twitter na YouTube kwa jina la Fitech ICT and Business Solution Limited. Karibu sana Fitech.